aseng'encho yao eyariganie asobotengari butari n'umugwekano. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho mwagirelia ne mambi yende na ende chapter kechi dage kainya higori yechinsa inyeche wana mambi ichuma yari tukulie berongebe na gatano na kabere mwatinye gatano mwaka chumirongebere ene tano ono mogose 2026 asomo ya gwe Kenya mo resencherere ya bene okwaligania himambi yabone igasomo rubiri ogweterobini tumurekere anene hamanane ariane tokarekana ime yechingoli chege siasa litukulie chuma muno batambe setrobini tokumurekera mangane ege siasa na tokwanda mangana mange ayuarengete ege siasa litukulero tokunya kwana asenchara erejo bwekane yoranga litwalero nigo togo twara omogeni oyu ore kurese county ya Nairobi omogeni okoligie kergo kyoborai ase county ya Nairobi gosobo gabana abwe county ya Nairobi taro ndego tega Dr. Ben Maina Ngigi oyu bekere bunyamasibu aya nabigo bekere ganga ya etene niyo koligie kergo kyoborai bwe county ya Nairobi kera chikura chirebo secho mwaka cy'umurongebere ene 5 ebere gose 2027 oyore omwaka go chawo kwana mangane igoro oyo kunyibwatani na kunyarosie county ya Nairobi ne onyakago chiko choro buno mugabana abwe county ya Nairobi anene nigo to kwandara magitera ya korekandre nyoranga igikira bonega nigo angechinse mo chibunge sano gose 5 constituencies imeyense ya Kenya kibitse chisiringo sigo cyabigete mu ko chisiringi chi milioni chimia isa nebere meronge na ibere 722 milioni ecyabana to kigotumeka osoko konya abana bari no konyora batari kwenyara ase chiskuru au imeyense ya Kenya liboli ligenda te gotiga bange no mu cyana mwene nyoranga itukarero na igori tukenina senege siasa kegaranga ekyama kiria gya ODM nigo kikokore bikaro byabene ese chinsemo ODM wikirabone iganige bagaine ese ritunda lya bagende gatigati nseme ya magekora uno omurayibwe kyameki Oburu Odinga iboigo oromo senator we county ya Siaya nseme rekora uno yoromo senator we county Nairobi Edwin Sifuna abubagote abanga igobare elinda mwana inchi nyoranga nseme riende egekora Oburu Odinga kebwata Gladys Wanga muno mugano we county area ya Mombasa nigobare nseme area ya ACK grounds Jamhuri grounds mbarabane barene ya Ngong Road hagemi uchi Nairobi esebo chikoira tene ni nakwera libagalia bene guchi akumuralia bene Oburu Odinga uno murai ebwe kyame kyomega yo komwetia samatuko amakaetire nabayigo nigo bachikora libagana lyo kumuralia oyo konyore intenera gosoyero kana muri kyomonego se vice secretary general oyo konyore intenera ase nseme yo oyore nere omosubati Catherine Omayo buna guchikora libagalia bene ya Sifuna kwende ase nseme ya Sifuna yarega kuwateranga nere ochore bene nelichiko olie kyama gya ODM nabayigo tayigo chikorusia kuresekero ge kiesna warabu bawchiko tware bikara byabo ensemo imimu Nairobi bikaruka gerego korekana asa mubagani ufungamano aiga imimu Nairobi ine ndio sekyo chikorekana itukorero ebikara ibere ebyonsi nigo biringete kyama keria gya ODM ayonsi tocho komanya ya masa ya makuregete seni geto kyabene Ensoko TV asa mangane tama yana bayiga setorobini bunagenderete korwa chinseme tibera bali kebaito bagete gosego bagete bikara chinsemo chidia nanigo tocho kwandra mange Thomas kulanga itukorero etukorene asense ya Kenya mupiro lyo nkoje seba murabaye Ben Makadi bari meyense ya Kigali Rwanda gosibe chikoso chibosani korengana ne kalendari ya FIFA na rero ituko sensa ya maragwa nige timu yense ya Harambee Stars bachikoso ni timu area yense ya Estonia ime yagasero keria kya Mahoro Stadium yakosori ya kabere ejo kubosani korengana ni tukerega nige timu area ya Tanzania yatuko kige korwa as around yejo ya chikoso chibosani cha FIFA chigandrate ime ya Kigali Rwanda ine Harambee Stars inse ya Morocco ya Ben Makadi bachikonyo robo bwibwabo keraba chikoso ni inse ya timu yense ya Estonia Maragoba Orero anene mega yomo captain Michael Olunga gwetwirisia SG kosi ekena bayigo Ben Makadi akamurangeria mu gasori gatika tigia tabe club kya God Meya sichita ekachige suntego se last minute kumukwanda Stanley Omondi aywansi tobechikonya kwana na konyalara itskoria ankio asomoro bechikosori enabe yankonde sibonega etrobini ya chakire senchera ire ya benare mutu nali nkwaliga netira bayigo tumuganyete omogani ito Ben Ngigi.
Karibu tuchake turobini ya senche ya beno mwanchumuri estoko chaka kurua sensemo ye county ya Meru asebono mubunge ebwensemo ya Imenti South yueno ekena Shadrack Mwiti niga muiroko bakomura ibwense na gotebanga nero mura yogendere karamagendera isaine imeyense ya Kenya. Mwiti oyo choro tugwetere setigiti ye kiama agia Jubilee niga tetenga keregete sebunge na kanyarango mura ibwense ya karamagendero itabwati nginchendionsi irose kumubwata na komwako bakomura ibwense Dr. William Ruto erewekania magendero asensemo oya Imenti South nigo nigaboria abamenyi bense meyo kogendera komuchora gosego chimachora mura ibwense bosibwe chikura cyo mwako gocha buna homura yora chikura esentunda ayende ya kabere turarango chinkwana cha ya Shadrack Mwiti. Na mimi nataka kuambia nyinyi, nilichaguliwa na chama ya Jubilee, lakini nilipoenda huko parliament nilishikana na ile serikali ilishinda ya Dr. William Samoei Ruto na Professor Kindiki. Wapigieni makofi. Zile maendeleo ambaye nimefanya si kivyangu, ni hiyo serikali ambayo imekaa miaka 3, na mimi nataka kuambia ikiisha miaka 5 mutaona changes hapa South Imenti na vile Kenya mzima. Na kama maendeleo tumeona South Imenti kwa miaka 3 na mkipatia His Excellency the President miaka ingine, tamu ingine, vile mpatie mheshimiwa wangu Dr. Mwiti tamu ingine, si mtaona maendeleo? Leo sikuji kuomba kula kwa sababu mlinipatia kula, niko hapa kwa sababu ya maendeleo, na hatutaongea sana kwa sababu nakuanga na nyinyi. Mimi leo niko hapa tusaidie nyinyi watu wa bonda kwa kupata pesa na kuendelea. Ase oyo kabiro mokonyi bo murebwense nabonega uri murebwe kya makiria agia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua nigeso kiritanani na kubolia basaye kubwata ekura imeyense ya Kenya asateringe ganga yaye noko nekinga basaye chimilioni sana na yamogo 6 million kubwata bare chikura irikanya magani yabo ali barobokanete uyo mwaka wechi 2024 chitariki 2024 cy'umutinyo gatana limo natebanga bo nenchire yabo yabene yo kubwata ekura na gosoetebe na gochora bare yobwate chime goseba bwate chingencho kire chingiya anene buno wekenya magana yabo batagete anene buna kisemi chingiya wekenya magendera rabe gukora obukurumi imeyense ya Kenya tango tara chinkwana cha ya Rigathi Gachagua uyo kwanete mega yo kubwata ekura eramo ne family yaye kurwa asensemeria ye county ya Nyeri alia ere ensemo yaye omukosere esensemo yaye omenyi yose omenyo obwo mokonyi yo kore mokonyi murebwense Geoffrey Rigathi Gachagua. Young people across the country have come up with the Nico Card movement, which we are launching here in Madeira today, and we want to urge our young people, wherever they are, we need to register 6 million young people to join the rest of us, so that next year, on the 10th of August, we can wake up early and make good decisions for the benefit of this country. This vote that the young people are taking will enable them to actualize what they wanted in June 24 when we had the Gen Z protests. They wanted transparency and accountability. They wanted good governance. They wanted good education. They wanted good health. They wanted a country that is governed by the rule of law. And therefore, they are on the right track, and I want to encourage them, wherever they are, to register everybody and to challenge each other. And we are also asking parents to help in challenging their children to register. Here in Madeira, the returning officer has confirmed to me that so far we have 105,000 people registered as voters. And myself, my wife, and my 2 boys, we have confirmed that we are indeed registered, and we have updated our biometrics. And for that reason, we want to confirm that the 4 of us will turn up at 3 a.m. at Sagana Primary School on the 10th of August to join the rest of Kenyans in having the change that we desire. The returning officer has briefed me that they require 29,000 new registered voters among the young people, and I have asked the leadership of this area and this constituency to get involved in publicizing the schedule
since the mass voter registration will begin on the 29th, to make sure that they use all forums available to let new voters know where they should register. I'm therefore very excited to come here to join our young people in this great movement of Nico Kadi, and I am very happy to be associated with this movement, and I have absolute faith in our young people. I love them and I trust them, and I know they will not let this country down. I know the young people will do this country proud, and it is them who have the power, because they are incorruptible. They cannot be bribed with the beans and rice. They cannot be bribed with the handouts. They will make the right decisions, which is good for the benefit of this country. Nimeanzisha operation inaitwa Fagia. Mumeisikia? Nikisema harambe, mnasema Fagia. Harambe! Fagia! Wasaliti wote. Fagia! UDA. Fagia! Wilubaro. Fagia! Wamombi. Fagia! Wamatinga. Fagia! Mokami. Fagia! Tokonia. Fagia! Kudagotome. Fagia! Waende wasiende. Na togotigana itoske mutu mwanchumuri atsebono muraibwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo hasenchira yende na ende amwalege ntibene muraibwense ya Mozambique Daniel Chapo himeyense ya Kenya anese bakorete bikarobya bene kurwasenya mbene yobora ya State House ibikarobya kenetu na barai ao hanene abo waziri bechu wizara ao hanene mwaziri be waziri chigosori mone wa mwaziri Musere Mudavadi gatia ba waziri Ibande asenchira bene Ruto nigatete ngebikarebye ne bya bene na nigo wana tene ninga ense ya Mozambique amonense ya Kenya nigo chikobwatirana asenchira ere ya bene edegwekirania amagendro ao anene asenchise mo chidi chobonchoria amonenchise mo sense media ayechise mitoro twararen kuana ya yomorebwense William Ruto mase mobale no moko igoseno morebwense area ya Mozambique Daniel Chapo. As you said, the solid relationship between our two countries. You have people, the Makonde people and many others who are doing business, taking advantage of our learning institutions in Kenya. You had a great moment with them last evening. And in the process of your visit to Kenya, you also found a brother of yours right here with the same height. Who serves in and we were also told earlier, Mr. President, as you know, that in our midst we have Wangeshi from Murang'a, your minister for Madame Dos Santos. She said she's Kenyan also from Murang'a. And we found also your minister for Mr. Mohati is from Kakamega. We have many people using his name in a place called Kakamega. Yes. So we have a beautiful convergence there of many things. My minister for sports will tell you, while it is true that a majority of the runners come from the part of the country that I come from. Yes. And you have asked for the secret of how they do well. I can tell you, because I come from that region. Yes. First, as you say, they are very disciplined. They wake up early at 4 a.m. in the morning to run. They control what they eat, and they also use the gym. So those are the basics of how to. Yeah, so. Na bono mwanchumureria omonene babo waziri osamone babo waziri mense ya Kenya na boigo romo waziri omangane chinse chesko Wycliffe Musalia Mudavadi nigatebiringa obotingu bwensense media ayo bonchireria igatie chinse chinde na bogendrete gotinye obonchireria na boigo obokoreria obuya imeyense ya Kenya okwana sebikarabia International Conference Nuclear Energy ebikarabia karekante aige mu Nairobi asamagacho ake ICC Mudavadi nigatebetenga ense ya Kenya niyo chikubatana na so bwangane chinse chinde ele kwene kinga ense media ya nuclear energy ngobere kwikiranibwa lyokoreta amagendero imeyense ya Kenya. I am delighted to join you for the closing ceremony
of the landmark International Conference on Nuclear Energy 2026, which brought together policymakers, financiers, industry players, and other nuclear energy experts. Your deliberations during this conference, guided by the theme of harnessing nuclear energy for Africa's sustainable development, highlighted the importance of maintaining a secure, affordable, and reliable energy matrix. This is not just a paramount priority for the government of Kenya, but a key aspiration of the African continent. It underlines our collective commitment to foster high-level partnerships and collaborations necessary to turn this vision into a tangible reality for our citizens. Kenya is honored to host this gathering and has used the platform to call for unified efforts to adopt nuclear energy as a complement to other sustainable and clean energy sources. This will enhance sustainable, reliable, and affordable energy security. Other critical interventions for the success of the nuclear energy program include continued support for capacity building, to develop a world-class workforce and robust institutional expertise, investing in our people through collaborative training programs, knowledge exchange initiatives, and joint research projects will promote the highest levels of safety and operational excellence. Adopting best practices from countries with advanced nuclear energy facilities will further accelerate Africa's progress in developing domestic nuclear power programs. Building public trust is a critical prerequisite to the nuclear agenda in Kenya and across Africa. Together with our international partners, we deeply value the opportunity to implement stakeholder engagement of established nuclear nations to foster an inclusive environment for sustainable and harmonious integration of nuclear technology into our society. The insights gained during this conference underscore the critical need for significant upfront investments for nuclear power plants, which contribute to multiple sustainable development goals by bridging energy gaps and reducing greenhouse gas emissions. Access to affordable financing through robust partnerships with global capital markets and financial institutions is essential for African countries to realize their nuclear energy aspirations. Collaboration between stakeholders and partners in the financial ecosystem can be enhanced through country platforms that use public-private financial systems for scale-up of SDGs and climate action. A nationally led coordination mechanism aligned to the Seville commitment to address a $4 trillion annual SDGs financing gap is necessary to unite domestic and international stakeholders in a strategic and structured engagement geared to eliminate bottlenecks and intensify investments in SDGs. My parting shot to our visiting guests: I invite you to extend your stay in our beautiful country, the magical Kenya experience, from our ancient hills and diverse wildlife to our vibrant cultures and coral reefs is unforgettable. You will also enjoy the unique, abundant hospitality of the Kenyan people. It is now my pleasure to declare the 2026 International Conference on Nuclear Energy officially closed.
na bono monchumureria mugavana abwe county ya Kirinyaga Musubati Anne Waiguru ningesokiritenani na kumuburi muraibwense William Ruto gwikirania ira wereta amenyi bense meyo iri bachikomochora esentunda ya kabere buno murai ibwense bose bachikura gosebwe chibochora bone mwaka 2027 gose 2027 ijuere moti korangana Waiguru heireyo nere achikagera abamenyi bense meyo komochora William Ruto Waiguru no mugavana abwe county ya Kirinyaga wabere gambwatani Ruto samotuka mangi na boniga niga gukora entunda ya kabere imeyabisi asakire guchigosoka century ya bene no nigo amalieta ya regati y'abantu balia babochikomokonyo muraibwense ose koba omochi deputy cyo muraibwense bose bochera bone bo mwaka ogocha tiango tarara enkwana ya Anne Waiguru mbia ni mko na deni kweli wa urongo mko na deni ama hamna? In fact it is 1.06 billion shillings. 1.06 billion. Mimi nataka kukuomba kama my colleague, ukifika kule upeane message kwa Mheshimiwa Rais. Na nataka tupeane message. Tupeane message. Akilipa alafu wangapi wanasema tutam? Rais akilipa deni yetu na nyinyi mukumbuke ahadi ni nini? Deni yetu ilipwe isilipwe? Deni ilipwe na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Akilipa nyinyi wakulima wa Kirinyaga mtampatia tamu ya pili. Nionyesheni kwa mkono. Kwa hivyo nikisema kahawa mnasema tutam, si ndio? Kahawa na tugotegana yo tusikamutu manchomoiria tamkoike county ya Taveta nigo bona babwatani be kiama kya UDA na baigo baraiba chorre kurwa se kiama kya UDA besokitena ni na kombwati sio muraibwense William Ruto na gateba goikara esentunda ya kabera bare yabo barekane gotebanga Professor Abraham Kidure Kindiki nere bweka gutigutira ko mokonyi bo muraibwense bose bochore bonne bore muto bwo mwaka ogocha ese igo bateri ngonde bwense tayo nende ogochigo chorwa ikiagera nere ebanchire nende banchire Kindiki ko muraibwense nigo barekana goteba keraruka aratigosoka kero murebwense William Ruto aratigosoka nigo naende Professor Abraham Kidure Kindiki yokera chintunda chinde echiaya ibenonya nigo egati yawo bari basubati nigo batebire buna century ya bene igo bamubolya gosingo bamuri muwaziri oburendi bwaime Kipchumba Murkomen korenda abasubati aneseke korwa kyabwango iga keriye musubati yomabako bakagosambwa ane acid imeyo mu Nairobi basubati abo baboleringa tiga igere century ya bene musubati korendwa na kwegwa obwene ebwaye Buni manake naona ni kama siko tayari. Waziri wetu Murkomen, mheshimiwa wetu mbunge wa Mwatate, mbunge wangu mimi ninayempenda na mbunge ambaye nitampa 2 term. Kwanza kabisa napenda nikushukuru waziri kwa kuweza kuja tena katika kaunti yetu ya Taita Taveta na hasa hapa Mwatate sub county. Umebakisha wodi moja tu ambayo hujaweza kufika ambapo ni wodi ya Ronge na mwenye nyumba ni mimi. So kama utaweza kuletwa na Mdumiki nitashukuru sana. Jambo la kwanza Mheshimiwa Mdumiki, naomba nikupongeze kwa sababu ulifanya uamuzi wa kufanya kazi na Mheshimiwa William Ruto. Na katika uamuzi wako huo tumeona mambo mengi yameweza kuja Mwatate sub county. Sitarudia manake yamesemwa mengi. Asante sana tena kwa kuamua kwamba utakuwa unaomba 2 term yako kupitia kwa chama cha UDA. Zamani sisi tukiomba viti, wakati tulikuwa tunaomba viti 2022, haungeona watu wamevaa yellow namna hii. Lakini leo ni kumaanisha kwamba ile kazi Mheshimiwa William Ruto amefanya katika kaunti ya Taita Taveta, ni lazima Mheshimiwa William Ruto tutampa 2 term. Mnakubaliana na mimi kwamba Ruto ni 2 term? Sasa mimi nawaambia watu wangu wa Taita Taveta, mseke kuchira serikali ngondi. Serikali ya kata dishishidie na idredi mala go ipoye amsiko kon vele uja mndu kulavu somon kumlavu amanda mkilavu bandu chokshabel. Sasa ija lavu yenyu mko mkienja kando dombo na hivi ikatumbukia nyongo. Kwa hivyo ahadi ko umndu bangwa William Ruto nodi mkakadi yaga na dipate maendeleo amusiko kon. Mheshimiwa CS, napenda niseme hivi ya kwamba naomba ulinzi wa kisawasawa kwa kina mama. Unajua jinsi ambavyo Mungu ametuumba, wanawake ni wengi, wanaume ni kidogo.
na kuna dada amegonga vichwa vya habari ati kwa sababu alikuwa na mpenzi wake ambaye ameoa akamwagiliwa acid kwa uso. Umeona hiyo maneno? Mimi nashangaa waziri, nashangaa sana, kwa sababu tumekubali kwamba wanaume ni kidogo na wanawake ni wengi, na inasemekana kwamba huyu dada sijui alikuwa analipiwa karo na huyo bwana. Huyu bwana naye alikuwa na bibi. Kinachomtoa kwake anaenda kutafuta mpango wa kando ni nini? Wamama hai. Alafu kinachoshangaza zaidi waziri, kwa sababu ya mapenzi, hata umenifanyia sijui nini, umefanya mimi, hata ukininunulia gari kasita kuwa bibi wa pili. Huo ndio ukweli wa mambo. Na mheshimiwa waziri, wao wanaume wamefanya wamama ambao ni goat wives wamelia sana. Wakalia, lakini wanaume wao wakitoka nje kidogo, tukiamua kupata mwingine tunachomwa na acid ya uso. Mimi naomba mheshimiwa, mambo ya love ni magumu. You do me, I do you. You feel sweet, I feel sweet. Ama sivyo jamani? Mheshimiwa, tunaomba wamama wapewe protection. Tunaomba wamama wapewe protection, kwa sababu kama ingelikuwa ni dada yangu amefanywa hivyo singesikia vizuri. Kideka emerong ebere na kiando mwanchu mugireria igoro oyechinsa inye chiabona mambia na asenchera ere ya bena abu no to kwirira mutimo ko mutangani to kwyana sentunda ya kabere to gosoma no mugeni one Dr. Ben Maina Ngigi uyo korigia kirego kibugabana ime county ya Nairobi omere kiruga mate ese anga kientambe na bonega atebirenga agoika esoyi asebalia bago chikorigia kiroge kyo ni kirego kyamarirwa mate na abantu abange to kumukwanira omubunge wensemo ya Embakasi East Babu Awino to mukwanira omubunge onde John Gakuya to kumukwanira oyo kabere omorikyo manene ime yesereka na abo igogati y'abantu obande abange abo banyaruka bakobeka eganga yabo yo kuriye kiroge kyo kibugabane me content bitochi ko kwandara mangana mange nabo igo Ben Maina sense yabo eno ikire me studio nerane yawo chikura morora nabo igote yaba egento kilikia mugere kia mokorere gotaka kuriye kirogo kyo obo gabana me content nabo igo makendero kera bakora bananchi onye bago chikomochora abuno mugabana abo bose bo makicubire 22 mutumuko mosini nitwirani. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obuikirano. Emanyi amange nabo igobwatira Nensoko TV koigeka cy'omugusi. Nensoko TV, uboroso bw'umugusi.
rigiga asingin chao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singo kichonsi chipetiri uratumie asingalienke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tutakupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru ali. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugimo. Asamange twakirisimi namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichobutindu. Kera kama chingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana umozubate ya mabwari Murigeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeru orambulete mirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamogoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko pomocha Eye Soko TV Oboroso bw'umugusi.
Karibu naendo mwachumurelia mambi yabone gachire kachapto ke mirongo 3 tochite kebe chuka chibechite ke mirongo 4 gori chinsenye chipono mambi segete seni kia ukiavene egie ensoko TV torenge sentuneli ntanga twakore woneka twasoira sentune yakabe na gotebi tochi kwano bokoreri ibwe county ya Nairobi na abunegene tekora ugosenga kirarau irigukirania abokoreri nekere county ya Nairobi yagendrete kuwatirwa nemechando emenge kagabana esegen chabene nigo togochi gutora mugeni meye studio gwe gatero ndigo tatiga Dr. Ben Maina Ngigi yero manyi kwa mangana yege siasa na bayigo monchori mimuche Nairobi togochi kwanda manga nekera wikiriga yaye yokuriye kirigo kubo governor ime eye county ya Nairobi asa matukamange wanega bwa sokiri na kwa mali semetandao na bayigo asa bokoreri ime eye county ya Nairobi gokonya abana gokonya chikanisa na ebinto na bayigo bere gakukiria bororo abarayi be county ya Nairobi anene mugavana abwe county ya Nairobi ase amatuko abwango igatochi kwanere Ben Ngigi na atomanye nkikeria atroseti gosengikeria abwate na mawara gucha se county ya Nairobi emambi yabone igana nalia. Karibu sana daktari. Wakire buya. Nani amekufunza hiyo? Unajua ukiishi Nairobi kuna kabila mingi sana. So lazima unajua salamu na basics at least za kila lugha. Uko salamu, uko kadi? Niko kadi. Kadi yako iko wapi? Kadi niko nayo. Na mimi ni mmoja wa coordinators wa Niko Kadi Nairobi County. Na hii program tulianzisha last week on Tuesday. Ambapo tunaita vijana wote, Gen Z, millennials, na hata zile generations zingine ambao hawajaregister kama wapiga kura. So tuna invite kila mtu, si ati ni Gen Z na millennials peke yake, kwa sababu kuna wengine wengi ambao pia wametoka nje wameingia Kenya, na wengine wamekuwa Kenya lakini hawajai jisajili kama wapiga kura. So tunawaita kila mtu aweze kuchukua kura. Na pia wale ambao wamechukua kura katika kaunti zingine na wamehama katika kaunti zingine, kama wale wameingia Nairobi kutoka Kisii, kutoka Nyamira, kutoka huko Nyeri, Mombasa, kila mahali, na wanajua ya kwamba hawataweza kusafiri siku ya kupiga kura kwenda katika zile kaunti zingine, tunawaita wote waweze kutransfer ile vote ili tuweze kuleta uongozi bora katika nchi yetu ya Kenya. Labda tu kwa niaba ya mtazamaji, who is Ben? Kwa majina anaitwa Daktari Ben Ngigi. Mimi ni mgombeaji kiti cha ugavana Nairobi County, na niko na PhD katika Business Administration kutoka University of Nairobi, na mimi ni mwanabiashara hapa Nairobi, na niko na foundation ambayo inaitwa Love of Christ Foundation, ambayo inawasaidia wale street families kuwarudisha nyumbani, kufanya rehabilitation, kufanya education, kuwalipia karo na kuwasaidia mambo ya hospitali na mambo mengine mengi. Hata biashara tunawa empower, business empowerment, ili waweze kujikimu kimaisha. Daktari, nafikiria Love of Christ Foundation ni tawi ambalo linajihusisha sana na mambo ya Ukristo. Na labda mbona umeamua kutoka kwenye ya Ukristo na kuingia ndani ya siasa? Yangu ni mwito kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mnajua ya kwamba viongozi wanaitwa na sio ati sisi tunajiita. Ukijiita ni ngumu sana kutumikia wananchi, lakini ukiitwa na Mwenyezi Mungu, kama pale katika Biblia tunaona Daudi katika kitabu cha 1 Samuel, ambapo aliitwa, Mungu mwenyewe alimteua Daudi, akasema huyu roho yake inanitumikia. So viongozi wote wanapaswa kukuwa na mwito ili waweze kutumikia wananchi kwa roho moja na waweze kusaidia watu, kwa sababu tunapata viongozi wengi sasa hivi hawatazamii zile hoja za wananchi, wanatazamia zile hoja zao kibinafsi. So ndio tunapata ya kwamba hawezi kufanyia wananchi kazi, wanajifanyia kazi hao wenyewe. Na labda tu kabla nikuulize swali lingine, ni kipi tu kilikufanya ukaingia siasa? Ni huo mwito tu ama kuna jambo fulani ambalo lilikusukuma? La kwanza ni mwito, kwa sababu vile nimesema kuna pale Daudi ambaye aliitwa. Kuna pia kitabu cha Proverbs 16:33 ambayo inasema
ukifanya make your motions and cast your votes, but it is the Lord who has the final say. Inasema ya kwamba hata tunapochaguana ama tunapiga kura, la muhimu zaidi ni kukumbuka ya kwamba ni Mwenyezi Mungu ambaye hako na final say, ama yeye ndio anateua viongozi. La pili ni tunaangalia hali ya uchumi hapa nchini Kenya. Tunakuta ya kwamba bei ya bidhaa imeenda juu sana. Wananchi hawana kazi, vijana hawana kazi, watu wengi wanateseka hapa nje. Kuna hali mbaya ya kiuchumi sana sana, na hali ya service delivery kama hapa mjini Nairobi. Tunakuta ya kwamba juzi tumepata ile shida ya mafuriko ambayo imeua watu wengi zaidi ya 80, na tunapata ya kwamba kama serikali ya county ingeweza kusaidia mambo ya drainage, kupanua drainage, sio tu kungojea mafuriko itokee ndio waweze kufanya ni kama kuzima moto, lakini ni mzuri ya kwamba kwa ile inaitwa disaster management tunaambiwa tunachukua precautionary measures ama tuna prepare mapema ili tuweze kusaidia ama tuweze kuprevent zile disaster ambapo zinatokea. Nafikiri nitakupa wakati muhimu sana na utazungumzia swala la floods ambalo limekuwa ni kero na tukio ambalo si la kufurahisha sana. Labda tu umekuwa ukijihusisha na kundi la kisiasa la NGA, bado lipo? Kundi lile bado lipo, ni kundi la vijana wa kizazi kipya ambapo tumeamua kuchukua uongozi katika nchi hii mwaka ujao, na kikundi hiki kilianzishwa mwaka wa 2004 ambapo kulikuwa na maandamano ya Gen Z, ile ambapo tulikuwa tunasema hii finance bill ni ya kumkandamiza mwananchi, ama mswada wa fedha ambao ulikuwa umeletwa. Tukapata ya kwamba ushuru ulikuwa juu, bei ya bidhaa ilikuwa juu, na pale ambapo tulitoka pale kwa street kwa maandamano, tukakuja kujiuliza ya kwamba tutaweza kuleta mabadiliko gani tukienda pale kwa maandamano ama pale kwa street. Tukasema ya kwamba sisi kama viongozi wa hapa Nairobi na mahali kwingine kwingi tuweze kuchukua uongozi katika nchi hii ya Kenya ili tuweze kuleta mabadiliko ya kweli ambayo tutaweza kusaidia mwananchi wa kawaida. Tukiachana na hilo, nafikiri sasa tutaingia mambo ambayo ulizungumzia about floods. Yaliweza kuchukua maisha takriban ya watu 87, na kwa muda mchache uliopita kulikuwa na mvua mingi ambazo hadi saizi bado zinaendelea, lakini si kwa wingi sana. Labda tu tumeona ukizungumza mahali katika baadhi ya penye ile njia ya mto Nairobi ambayo inapita. Labda tu kwa niaba ya msikilizaji, nafikiri director wangu acheze hiyo clip, alafu kisha baadaye utatoa maoni yako kuhusu the drainage system ambayo plan zako ni zipi, na labda ukiwa kama governor wa county Nairobi, what are your plans to make sure that the drainage system is it's well maintained and it's well in place, so that to avoid such like things that happened like deaths and the rest and over flooding in several places than kuharibu mali ya watu. Director wangu anaweza nichezea clip ya drainage system angalau tupate kuona maoni yako. We are talking to the county governor of Nairobi that we should step up. If you are unable to work for the people of Nairobi, then unajiuzulu, unawacha county iendeshwe na viongozi ambao wanaweza fanyia wana Nairobi kazi. Tunaweza kuangalia example kama hapa. Maji na flow ikikuja ina burst the banks. If you look at countries like Tokyo, Japan, wametengeneza underground water drainage systems ambazo we can implement here as a country. Underground water management systems ambapo when you are doing the Trump, because we intend to do the Trump from 2027 going on, so that the Nairobi people can get alternative transport systems, not only using their personal vehicles or matatus or any other or motorbikes. We can have commuter trains that can get people into the CBD and their working environments and to their home areas or to the places of residence. We cannot only rely on the public transport system provided right now, but we need to expand it, because we know the train network is heavy and stable. It cannot be moved by
flooded water, like we saw motor vehicles being invaded by floods water. Some were being carried in this Grogon area from upstream, where we have a Globe roundabout, down to this other side in Riverside. So when we implement such a system, we build underground water overflow systems to drain the excess water. Daktari, mbona unahisi kwamba gavana Sakaja anafaa kujiuzuru? Kwa sababu kupoteza maisha ya Mkenya ama mtu yoyote ni hatia sana, kwa sababu ya uongozi ambao haufaidi mwananchi wa kawaida. Tunaona ya kwamba kama kwa clip hiyo tunaongelea mambo ya mafuriko. Tunakuta ya kwamba hata taka ambayo hajakuwa akiokota ama ile garbage collection ndio inaleta ile blockage katika zile drainage systems. Unakuta kama pale Nairobi River, vile umeona pale kwa ile clip, iko na takataka mingi sana pale ambayo ikiblock ile passage, unakuta ya kwamba ndio inafurika, inatoka nje. Unajua maji hawezi kuizuia, maji labda redirect, kwa sababu kama hiyo inakuja na ile force nyingi sana, inabeba watu, inabeba magari na maduka ya watu. So gavana kama hajafanyia wananchi kazi especially wana Nairobi, tunamwambia kae kando, awachie wale viongozi ambao wanaweza saidia wana Nairobi kuleta uongozi bora, kuleta mabadiliko, kuleta service delivery ambayo itasaidia Wakenya na wana Nairobi. So as to you, Daktari, you feel that the governor has not done nothing completely for the past years? He has done something. Na hizo effects kama pale tunasema aliweka cabros. Ni vizuri kuweka cabros, lakini kuzingatia ya kwamba cabros hizi zitapunguza maji kuingia ndani ya mchanga ama water seepage level ina reduce. So maji ile ikitoka kama pale Moi Avenue, inatoka Tom Mboya Street, inatoka zile street zingine, inakuja chini, inaleta mafuriko. So cabro ni mzuri, inaleta faida nyingi, lakini pia wangezingatia kuacha nafasi ambayo maji ile inaweza kuingia ndani. Tunakuta pia ya kwamba kulikuwa na maandamano ya mwaka uliopita na mwaka wa 2024, ambapo tunaona habari kwenye runinga ya kwamba gavana alikuwa amewaleta wale goons ambao walileta maharibiko mingi zaidi katika maduka hapa Nairobi, wakaweza kuvunjia watu maduka, kuiba vitu ndani ya maduka. Na uongozi kama huo ndio tunataka kusema ya kwamba it must come to an end, even as we vie for this gubernatorial position and cause new leadership in this country. Umezungumzia baadhi ya njia ambazo utaweza kuzitumia ili kuweza kukabili janga la mafuriko wakati wa mvua mingi jijini, haswa katika kaunti ya Nairobi. Umezungumzia taifa kama Japan, nimesikia ukitaja. Umetaja njia kama underground water management system. Labda ni njia zipi hizo? Labda kwa faida ya mtazamaji, unaweza kufanua kwa ndani wewe kama gavana, ni njia zipi hizo ambazo utaweza kuzifanya angalau kueleza, yani kuona kwamba uwezi ukao unashtumiwa na watu kila wakati kama gavana wa saizi? Asante. Kwa njia hiyo, kama tunavyoona pale Japan na mji wa Tokyo, wameweza kufanya underground water management system, ambapo tunakuta wamechimba mitaro ambayo inapitia chini ya ardhi, inaweza ku reduce flooding katika nchi hiyo ama katika cities kama Tokyo, Japan, ambapo pia tunapofanya zile tram system ama train network system ambayo tunatazamia kuleta hapa mjini Nairobi, ya kusaidia watu kutoka nyumbani kukuja mahali wanafanyia kazi na kuwarudisha nyumbani. Sio lazima tutumie zile gari zetu personal ama matatu ama motorbike ama tuktuk ama mbinu zingine. Tunaweza pia kutumia train network ambayo itasaidia kupunguza traffic jam na itaweza kusaidia mambo ya efficiency
in the transport system. So tunapofanya ile underground water management system, tutafanya pia in collaboration na hiyo tunaita Trump network, ambayo ukifanya any development ama infrastructural development katika nchi hii, unakuta ya kwamba hata kwa mfano wale ambao wanajenga residential plots, unakuta ya kwamba kutoka mwaka wa 2000 mpaka wakati huu wa 2026 unakuta ya kwamba watu wengi sana wamekuja mjini Nairobi. Sasa population ya wakati huu tunasema wale wanaishi Nairobi it's around 4.8 million people, na wale wanatoka zile cities ama county za nje kama Machakos, kuna Kikuyu, kuna Kajiado, tunaweza kupata population ya around 7 million. Na wale wanakuja kutoka nje ni wengi sana, so inaitwa rapid urban development. Na wale ambao wanajenga hizi nyumba residential apartments na zile commercial buildings, wanafaa wazingatie pia zile resources ambazo tuko nazo sasa hivi, na zile ambazo zilikuwa zimewekwa kutoka awali zilikuwa zinafaa kutumikia wananchi kiwango fulani. So wale ambao wanaleta infrastructural development wanafaa waweze kuzingatia kama ni kuexpand mambo ya sewage, kuexpand mambo ya maji, mambo ya stima, mambo hayo yote, ili tusi over concentrate on the current infrastructure, na tunaona ya kwamba watu wengi wanaumia, wanateseka, hawapati maji, ile maji ikiwa pale kama ya drainage, mambo kama ya sewage, mambo kama ya garbage collection, mambo kama stima, tunaweza kucompress na watu hawatumikiwi vile inafaa. So katika ile public planning tuzingatie pia mambo kama hayo. Umezungumzia mambo ya drainage system ambayo yamekuwa ni maafa, ni janga kubwa sana hasa kwa siku zilizopita. Nikisalia hapo, una uhakika gani kwamba ukishaingia kwenye kiti kwenye county pale kama gavana utaweza pata hizo hela ambazo bajeti yake inaweza kuwa ni juu sana tena sana kufanya drainage system kama hiyo? How you raise the funds kama county? Asante sana kwa swali hilo. Unakuta Nairobi County si ati ni pesa haina. Ukiangalia kwa sasa hivi serikali inatuambia tunaenda Singapore, na ukiangalia Singapore ambapo walipata independence, alikuwa New ambaye alikuwa prime minister, kitu cha kwanza ambayo aliweza kufanya ni kumaliza mambo ya ufisadi. Ufisadi ndio kitu ya kwanza ambayo inatuumiza ama inakandamiza wa Kenya hapa Nairobi na katika kaunti zingine. Akaleta mambo ya kuinstall judicial system ama judiciary, mambo ya kotini, kuweka usawa, mambo ya infrastructural development, mambo ya economic growth, mambo pia ya kusaidia SMEs ama biashara ndogo. So hizi ndio vitu ambazo zinatuumiza, na ukiangalia Nairobi County tukiweza kumaliza ufisadi, unakuta ya kwamba tutafanya kitu inaitwa digitalization of revenue. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, unakuta hapa Nairobi kuna services mingi sana ambazo wanafanya manual collections, kama parking hapa nje. Saa zingine unakuja unaweka gari, ule attendant anakuambia badala ya kulipa kwa system nipe 200 badala ya 300. So unapata kuna leakages ambazo haziwezi kuwa controlled. Ukienda kwa soko pale unakuta hakuna system, digital system ambayo inachukua zile hela, na unakuta hawa ni watu wengi sana, wakulima wadogo, wale hawkers, zile biashara ndogo ndogo wanalipa cash. So hela zile zikiweza kuchukuliwa kwa zile digital systems, unapata ya kwamba tutapata hela nyingi zaidi hata kupanua drainage. Nafikiria tutazungumzia hilo sana, mambo ya tax collection tutazungumzia hapo mbeleni sana, na utaweza kutuambia hizo mashini za digital. Kuna vile ambazo zingine zinakuja counterfeit ambazo mtu ako na yake na yule kuna nyingine sasa ambayo inakuja kwa county ni kidogo na inaingia nyingine, mashini nyingine inaingia kwa county yake. Tutazungumzia vile ambavyo utaweza kuwa unakabiliana na hizo njia hapo baadaye. Lakini tukisalia kwa ile swala la floods, kuna wale watu ambao wanakaa kwenye inaitwaje, the riparian lands, vile mahali ambapo ni karibu na mto sana hasa mto Nairobi. Na je, una mpango ya kwenda kuwavurusha kutoka pale? Na iwao utawafurusha,
utaweza aje kuwa compensate na maybe utawapea alternative shelter, itakuwa ni ipi? Manake ni watu wamezaliwa pale, ni watu wanaishi pale karibu na mtu na hawana mahala pengine pa kwenda. Na swali la pili ukiuliza nikikuulizia na hilo pia, na labda kuna wale mabwenyenye ambao wamejenga nyumba zao karibu na mtu lakini hawafukuzwi na wengi wao maskini kila wakati na wanafukuzwa kutoka mahala pale, na iwapo wataenda kutolewa utaweka wapi? Na wale mabwenyenye pia utafanyaje majumba zao makubwa ambao wamejenga karibu na mito? Swala hilo ni swala la urban planning, ambapo unapata ya kwamba watu wamejenga nyumba pale katika mto, na serikali ya kaunti nimeona imefanya jitihada ya kubomoa zile vibanda, imebomoa kutoka pale Nairobi River kwenda chini. Haijazingatia kubomoa hii pande ya juu. Kuna wale wanaishi pale James Gishuru Road, kuna wale wanaishi huko Kileleshwa, Kilimani, wanaishi pale Westlands. Wamebomoa tu huku chini. So tunaona ya kwamba hakuna usawa katika kaunti hii yetu ya Kenya, kaunti hii yetu ya Nairobi na country yetu ya Kenya. Maskini ndio ambaye anapata kugandamizwa sana. So tunaleta usawa katika county governance hii yetu ya 2027 kuendelea mbele, ambapo kama kuna any regulation ambayo inafanywa kwa maskini, hiyo regulation pia ifanywe kwa wale mabwenyenye. So hiyo ni jukumu la planning ama county planning committee ambayo itakuja na mikakati kama hiyo nimekuambia, kufanya underground waterways ambayo inatoa excess water. Kama saa hii tunaambiwa pale Nairobi Dam ambayo imefurika na inaweza kupasua zile ukuta zake. So ukipata kama kuna underground waterway ambayo ina drain excess water, hakuna haja ya kufurusha watu, na unaweza kutumia teknolojia ama kutumia ile infrastructural development mechanisms za kufanya watu waweze kukaa kwa usawa, kuimarisha maisha ya Wakenya wa kawaida, sio tu kufikiria conventional ways ama kuangalia tu kitu kwa mtazamo mmoja, na kuangalia kwa mtazamo mingi zaidi ili kuleta solution mzuri ambayo itasaidia kila mtu, si wale mabwenyenye pekee ila pia wale maskini. So ukiwa kama gavana utawafurusha mara pale wale maskini hai, angalau tu hizo mbinu zako za drainage system unasema kwamba zitakuwa very safe to them hadi wasiwe na wasiwasi wa kuhama kutoka maeneo yale burial land? Tunasema ya kwamba kutakuwa na mechanisms ambazo tutaleta in place ya ku-ensure that tuna drain ile excess water kutoka kwa zile dam, so that hata wale watu wanakaa pale kusikuwe na shida yote. Lakini tunasema pia ya kwamba ukiangalia nchi kama Netherlands pale Amsterdam, wameleta mechanism ama njia nzuri sana ya kumanage ile riparian land. Tunakuta ile riparian land kulingana na ile environmental conservation laws inasema kukuwe na 30 meter perimeter from the river, so that now kukiwa na hiyo allowance, kukiwa na flooding, kukiwa na bursting of the banks na any other cause of alarm isi affect ama kusikwe na maafa. So implementation ya vipengele kama hivyo itakuwa muhimu sana hata ambapo tunachukua usukani katika kaunti hii ya Nairobi. Kwa hivyo wakazi wa mji wa Nairobi wategemee kwamba ukifukua gavana hawatapata tena shida ya maji mengi yanayotokana na mvua mingi. Ndio. Kumekuwa swala ambalo umekuwa ukilizungumzia sana, Love of Christ Foundation. Yes. Umekuwa ukifuatiliwa sana, umekuwa ukionekana kwa mitandao yako sana, ile ya TikTok na hata Facebook, ukiwa kanisani pale ukiwasaidia watu wa kanisa, umekuwa ukionekana kuwasaidia familia zilizo baadhi zina makao kwa jina la kimombo street families, na pia ukiwapea chakula. Lakini ukasikika ukisema kwamba kuna chakula ambazo zinaibiwa ambazo hasifiki kwa watoto ambao zimetolewa na serikali
serikali, ukiwa ukizungumza vitu mingi sana, na haswa ukazungumza kuhusu zile nyumba zao, zile makazi yao ambayo hayawezi kuwa yakafadhiliwa kwa njia iliyo ya usalama. Sijui kama kabla useme jambo kuhusu hatua hiyo, labda daktari wangu kama ananisikiza anaweza acheza ile clip ya Street Families angalau kwa niaba ya msikilizaji apate kuzungumza, apate kusikiza swala hili ambalo nimelizungumzia hasa kuhusu maisha ya wale street families ambao nadhani waliweza sana kuathirika katika mafuriko. Ndio waliathirika sana katika mafuriko wale street families, walichukuliwa na maji. Nilisikia ukiongea jambo kama hilo. Hebu tukaone video hiyo kwanza. Kuja hapa Grogon ambapo tumepata vijana na wasichana kadhaa wamepoteza maisha yao hapa. Wale ambao wajahesabiwa najua ni wengi, kwa sababu hawa masafara ama the street families, the ones who sleep across the river ama kando ya mto ni wengi sana. Behind me is Nairobi River and it is flowing at a very high speed. The gradient is very slopey around here and we have had reports ya kwamba watoto wengi sana wamepoteza maisha because they don't have anywhere to live. These are street children, these are street families. They are desperate. So when the flood water came last week, they were found unawares. So some of them have died. I have had a report of around more than 5 people around here. And I know for sure because the government and the county government especially does not consider the street families among the people who are worthy to be counted. It has discriminated the street families in Nairobi and of course across the country because they cannot get any support. When you talk about the rehabilitation centers owned by the Nairobi county government, they are not facilitated well. When you talk about the food, it is not supplied in efficient numbers. And when we find the food going into the rehabilitation centers, the social workers, some of them steal it and take it back to the market. So it is a sorry state of affairs in this country. Wanachayo mugavana yokurigese okukurigye gavana me county Nairobi Ben Ngigi igoro ya abana bali omenyete gose kinka kiri kimenyete kitabwa tikinka bali omenyete as chitauni na bakorara hangene chindoche daktari nasikia umejua sharing masafara. Umekuwa Nairobi sana. Kwa Nairobi miaka mingi. Umezungumza hapo kizungu mzuri sana, tulikuwa tunasoma geography, gradient geography. Na labda umezungumzia kuhusu street children, na umezungumzia mambo ya rehabilitation centers, mambo ya food being stolen. Sijui swala hilo ilikuwa na uzito gani kwako, na labda wewe kama gavana utaishughulikia lipi, na kabla hata utoe vile utaenda kushughulikia, hebu zungumza unahisi vipi kwamba na kuna wakani kwamba kuna hizo rehabilitation centers mimi sijui sijaziona, na ziko kama zipo, mbona wale watoto ambao wako kwa mitaa ama kwa streets hawachukuliwi mahali pale? Tuko na rehabilitation centers kadha hapa Nairobi, na najua si Nairobi pekee, katika kila county, ambayo ni provision ya county ku ensure that wanapeana facility kama hizi, ambapo our street families wanapotoka kwa street wanaenda wanapewa a service kama psychological counseling na ile trauma support na zile programs ambazo zitawasaidia kuachana na zile mambo kama drugs, addiction and abuse, mambo kama zile trauma ambazo wanapitia pale kwa street. Tunapata pia polisi wanawadhulumu sana, wanawapiga usiku, wengine wanawarusha katika ile mto. Tunapata wanateseka sana, pia wanakosa chakula ambayo wanaweza kula. So unakuta zile rehabilitation centers ambazo tuko nazo haziwapi ile support ambayo inafaa. Hata tukiwapeleka pale tunakuta after 1 or 2 days tunawapata tena wamerudi kwa street. Tunauliza shida ni gani, wanatuambia pale hatupewi chakula, pale hakuna kitu inaendelea, wanaenda tu wanalala na hawashughulikiwi. So tunawarudisha pale, tunapata wamerudi pale kwa street. So wana prefer kukaa kwa street ambapo kuna wale well wishers wanaweza kuwanunulia chakula, wengine wanawapeleka shule. Kuna vijana wengi na wasichana wengi ambao tumeweza kuwatoa kwa street na tukawarudisha shule, wengine tukawarudisha makwao, wengine tukawalipia
course zile kama plumbing, kama electrical work, kama mechanics ambao sahii wanafanya kazi na wanajikimu kimaisha. So tukiingia pale katika county hii ni jambo ambalo tutazingatia zaidi kuangalia ya kwamba tunawashughulikia wale street children, street families, kuwasaidia ili tuweze kupunguza wale ambao wanaumia, wanateseka hapa Nairobi. Na ukiangalia uongozi ambao tuko nao sahii, ukisikia kiongozi anasema shoot to kill, unasikia mwingine shoot on the leg, unasikia mwingine ua. Hao ni watu ambao hawana utu, na tunasema ya kwamba tunataka viongozi ambao wako na utu, ambao wanajali maslahi ya mwananchi wa kawaida, wanajali hata wale chokora ambao wanaangaliwa kama sio watu. So hao ndio watu ambao tunataka kuzingatia, kuensure that wanatoka kwa street, wanaenda shule, wanaenda hata university na colleges, wanapewa kazi, kwa sababu wengine ni orphans, si ati ni kupenda kwao, wengine ni shida ya umaskini. Unakuta wengine wanatuambia nyumbani familia yao iko na watoto 10 na mama ama mzee hawezi washughulikia wote. Sasa wale ambao wanaona wengine ni wadogo wanakuja kujitafutia riziki hapa mjini Nairobi. Na si Wakristo peke yake. Unakuta kama leo kuna wale vijana kadhaa na wasichana ambao walibebwa na mafuriko na wengine wakafa. Leo kuna kijana ambaye anaitwa Abdi ambaye alifariki pale Grogon. May soul rest in peace. Huyo tunaenda kumzika leo, na kuna timu ambayo imeshughulikia, tushatoa mchango wetu, na kijana yule ni Muislamu, anapelekwa nyumbani, anaenda kuzikwa. So wapi? Ni huko wote, I think wote wote huko. Kuna watu wa aina nyingi, kwa sababu Nairobi is a metropolitan city. Kuna Wakenya, kuna watu wametoka nchi mbalimbali, kuna consulars nyingi, kuna commissions nyingi, more than 100. Kuna tribes 42. So hatuwezi sema ati tunazingatia tu ati Wakristo ama Wakenya pekee, ile tunazingatia kila mtu kuleta ile love of Christ na upendo wa Yesu. Daktari, you mentioned about the theft in food supplies meant for the street families. Na labda tu kama gavana umechaguliwa na wakazi na vile vile wapiga kura wa county ya Nairobi, ni lipi utakalo make sure kwamba such corrupt people awapo tena, ama labda ni hatua gani katika manifesto yako, ni which yani nini utawachukulia hatua gani? Swala hilo ni nyeti sana, na tunapata ya kwamba si pale kwa rehabilitation centers peke yake, hata pale katika mahospitali unakuta ya kwamba si Nairobi tu, Kenya mzima. Pale ambapo unaenda hospitalini unakuta hakuna madawa, unakuta zile services hazifanyi kazi, na ukipewa pale consultation unaambiwa enda pale nje nunua dawa, na unakuta ile chemist ni ya daktari mmoja ambaye anafanya kazi pale ndani. So unakuta shida hii si ati ni pale kwa rehabilitation center peke yake, ambapo chakula ikiletwa wale wanairudisha pale sokoni. Na hii ni kitu ambayo tutazingatia sana. Tutaangalia, tutafanya uchunguzi kupitia zile investigative bodies. Kuna zile county, kuna zile za national government, ambapo tutaangalia, tufanye uchunguzi wetu na tufanye kitu inaitwa reshuffling, ama wale ambao watapatikana na hatia waweze kupelekwa kotini na wahukumiwe. So huwezi enda kuwaruhusu kabisa labda tu kuhukumiwa, ama katika manifesto yako uko na ile bili maybe unaweza peleka pale katika county assembly na kuhakikisha kwamba watu wanafaa kufungwa miaka hii na hii, ama wanafaa kutiliwa hatua hii na hii kwenye manifesto yako, uko na bill kama hiyo? Kwa sasa ile jurisdiction ambayo tuko nayo kama county governor ni kufanya tu uchunguzi kupitia ile unit, kama ni Ministry of Health pale Department of Social Services, ambayo itafanya uchunguzi through kuna partnerships na National Police, partnership na DCI na NIS na wale wengine, partnerships na judiciary. Kuna zile koti ambazo ziko pale katika county. Kazi yake ni kufanya uchunguzi, kazi yake ni kuhukumu. So sisi kama
mimi kama incoming governor, kazi yangu itakuwa administration ama governance, ambayo tunasema kama hapa mambo yendi vile inafaa, yule mtu ama wale watu wanachukuliwa hatua. Kotini pia wanafanya kazi yao, polisi wanafanya kazi yao, ili tuweze kufanya kazi ambayo itasaidia wale wananchi wetu. Shukran kwa hilo, na labda tu tukisonga mbele tutaweza kuzungumzia jambo lingine. Kwa siku chache zimepita, kama wiki moja hivi, wiki mbili, umekuwa ukionekana baadhi ya vijana kutoka hapa kaunti ya Nairobi, maeneo bunge ya Kasarani, umeonekana pale, umeonekana maeneo bunge kadha wa kadha, ukiwasindikiza sana kuchukua kura ama mnasema kadi. Na labda tutaweza kupata maoni yako vile ulivyozungumza, na kisha nitarejea na nikuulize mawili matatu kuhusiana na your take on the process of voter registration in the country, haswa katika the youth ambao wamemulikwa sana kufanya changes in the coming government in 2027 for the upcoming elections. Labda tu Dr. wangu atanichezea hiyo clip ya Tuko Kadi. Ben Gigi. I'm an aspirant in the Nairobi gubernatorial position, and I'm glad to be here with Demba and the team. This is a very great event that we can see the young people, the Gen Z, the millennials, all are in one place just to register as voters. And we want to appeal to all the young people across the country that we are coming. And we are saying Tuko Kadi. Tuko Kadi. We make sure that we register as voters across the country. And after this, I'm sure that a plan will be hatched so that we move from one constituency to another. I know that the IBC has made arrangements from the 30th of March to decentralize the voting process from the constituency level to the ward level every day for 30 days up to the 30th of April. So we also applaud the IBC for the support that they are according the young people and the Kenyans in general, so that we have as many people as possible to ensure that we bring leaders into the nation to lead the country, leaders of accountability, leaders of integrity, leaders who can change and transform the lives of Kenyans. We are young people and we are speaking in one voice. What we know that we want change for this country and we want transformation. So we are saying the ones who are in government and they are not performing, we are draining the swamp. So we want all the leaders who are in government and they are not working for the people and they are working for their own stomachs. We are telling them to Kokadi, and on August 2027 you will see that the young people have chosen to change and to transform the nation, not for only this generation but also for the generations to come. Ngige mwancho mweria agotebanga they want to drain the swamp. Siji the swamp that you want to drain ni gani ile, lakini umekuwa msaba mbele sana na vijana wengine wamekuwa wakionekana hadi wameenda mahojiano katika televisheni mbalimbali nchini Kenya. Na labda tu ulianzisha vipi? Ulianzaje? Maana siku hizi naona tunasemaje, the politicians wengi sana wanasiasa wengi sana wameanza Tuko Kadi. Nilimwona Gachagua siku ya jana, tulimwona rais akizungumzia Tuko Kadi. Labda Tuko Kadi wamechukua kutoka kwenu ama vipi? Ni kweli. Tuko Kadi inamaanisha tu umechukua kura. So inakubalika. Ni ile tu wanasiasa wanaitumia vibaya kuleta katika siasa ambayo haifai. Lakini lengo la Tuko Kadi ama initiative hii ya Tuko Kadi ni kushinikiza vijana wote waweze kuenda pale kwa ofisi za IBC wachukue kura, na kabla hiyo wachukue ID, wachukue kura, na wa make sure that ikifika wakati wa kupiga kura wanaamka na wanaenda na wanajitokeza. Unakuta ya kwamba hii initiative tulianzisha last week on Tuesday pale Kasarani constituency kwa DC's office, na tulikuwa tumepata watu kama 600 ambao walijiandikisha pale kama wapiga kura. Tunakuta mpaka Tuesday ya wiki hii tumepata watu zaidi ya 50,000
mostly ni wale Gen Zs ambao hawajawahi chukua kura. Ukiongeza wale ambao wametransfer wanafika karibu 70,000. Na kama sasa ni Friday, ukienda kwa zile ofisi za IBC, hata hapa kuna ile Anniversary Towers, jana nimepita pale nimeona laini imekuwa mrefu. Kuna ile ya pale Starehe constituency karibu na railways, laini ni refu. So ile report ambayo tunapewa na wale IBC officials wanasema ya kwamba before hii initiative ya Tuko Kadi walikuwa na register watu chini ya 30, lakini baada ya hiyo initiative tunapata ya kwamba wana register zaidi ya 350 new registrations ama vijana ambao wanachukua kadi ama wanajisajili katika program hii. So tunafurahi ya kwamba hii inafaa kuwa jukumu la IBC. Walipewa kama last year walipewa 4 billion shilingi 4 billion ambayo inafaa kusensitize ama kufanya watu waweze kujua umuhimu wa kuchukua kura, lakini hawafanyi kazi ile. Unakuta kwamba sisi kama vijana ndio tunafanya ile jukumu la kusensitize ama civic education, kuambia vijana ama kila mtu achukue kura. So ni initiative ya IBC, lakini hawafanyi kazi ile, na tujui pesa ile wanatumia kwa njia gani. Wanaweka kadi wanaweka kadi ya na ni vibaya sana. Na wanaenda pia pale kwa parliament wanasema waongezewe pesa. Na pesa ile ni kama haitumiki kwa njia bora. Unakuta wamepewa pia bilioni 7 ambayo wanasema wanafaa kureplace zile KIMS-KIT. Na zile teknolojia ya sasa kama simu yako saizi, kama haichukui applications zingine, haufai kubadilisha simu. Unafaa tu ku-update ile software. So badala ya ku-update software, wanataka wapatiwe shilingi bilioni 7 wa replace zile gadget. So tunasema ya kwamba pia pale kuna uhalifu ambao tunaona pesa inafaa itumike kwa njia ambayo inafaa. So nasema kuna some things that are opaque somewhere. And na labda to how do you gather the youths? Do you facilitate them to the polling stations to vote? Hii tunafanya online. In fact ule ambaye alianzisha anaitwa Demba aliweka tweet pale kwa X, akasema Tuko Kadi na akaweza kumobilize kama mwanzilishi. Na before hapo tulikuwa tumefanya mobilization ama civic education yetu ilikuwa inaitwa Jisort na Voters Card, ambayo pia ilileta vijana wengi wakaweza kuchukua kura. Sasa hii Tuko Kadi ndio imeenda zaidi, lakini ni the same efforts. Sisi wote tunafanya kazi moja, kuambia watu waweze kuchukua kura, waweze pia. Tumepata ya kwamba pia pale katika IBC records kuna wale ambao waliaga dunia na bado wako kwa ile register. So wakifanya registration pia wanafaa kufanya sorting. Na wale ambao pia tumesema wako counties zingine za nje na wangependa kupiga kura kama hapa Nairobi, waweze kutransfer zile votes ili kila mtu aweze kuparticipate katika kuleta uongozi bora katika nchi yetu ya Kenya. Shukrani kwa hilo daktari. Gavana wa siku hizi amejipata kila wakati, haswa siku za hivi nyuma ambapo waliweza kuachilia baadhi ya important infrastructures to the government ambazo alizipeana kwa Rais William Ruto, na labda tutaweza kuzungumzia swala hilo. Kulingana na constitution, kila county inafaa kujisimamia, na hapa hivi unaona county ya Nairobi kwa mara ya pili sasa inaweza kupeanwa tena kwa marais. Sonko akafanya hivyo alipomwachia Uhuru wakati ule, unakumbuka alipopeana 4 important sectors ikiwemo ile ya health, ikiwemo ile ya housing na ile mbinu ya kukusanya tax katika koti ya Nairobi. Sonko akapeana kwake Uhuru Kenyatta. Leo hii gavana Sakaja amejipata pala pagumu na baadaye akalazimika kupeana hiyo county government to the national government, ambayo important infrastructures zimesimamiwa, na ndio umeona kuna mabadiliko ambayo yanaendelea sasa hizi, kubomolewa kwa vibanda na nini jijini Nairobi. Do you think this is sabotaging devolution? Kabla usungumze tu, kunaye Mwanchumo Yeria, kunaye mtu hapa anasema Benita Ondari, he is very brilliant, accurate, achukue kiti ya ugavana. Benita Ondari anasema kwamba ambaye vile unavyozungumza
You are very brilliant and accurate na unafaa kukalia hicho kiti hicho. Alafu pale juu amesema kwamba tuko kadi. Anaitwa ni Batum Kea the entertainer, anasema following keenly and Daktari is very articulate and with a great vision for Nairobi. Anaitwa the entertainer pia. Ni kati ya wale watazamaji ambao wanazidi kukutazama. Anaitwa Jenny Kavata, the gentleman is brilliant. Anaitwa ni Jenny Kavata. Ni kama sifa ambazo unazipata leo. Ni mzuri. Anaitwa Jerry #Jerry ni mjamo, anasema Dr. Ben Ngigi mpaka mwisho, na shukrani sana. Hiyo anaitwa Jeria Kerubo, he is watching from Bahrain Kingdom, anasema is tuned in and the show is light and your future is good. Anasema ni Elizabeth Moige Korwa Anyasiagabo Beta pamoja hadi mwisho. Ni kati ya wale wanaozidi kutuma ujumbe zao haswa kuhusu maono yako ya katika county ya Nairobi mbele ya uchaguzi wa mwaka 2027. Waisi kwamba the sabotage in the devolution system in Nairobi? Yes. Na pia unapata ya kwamba tunapozungumzia hiyo sabotage, serikali hii tuangazie tu county government, tunaangalia pia national government. Unakuta ya kwamba sasa hivi ndio tunapata zile infrastructural projects wameanza kuzifanya tunapokaribia msimu wa uchaguzi. So tunauliza ya kwamba mbona hawakuanza kufanya kazi ambapo walipata usukani wa kufanyia wananchi jukumu lao la kuprovide services kwa wananchi. Wanaanza tu kufanya saizi ambapo tumebakisha mwaka moja. Na hizi ndio zile tricks ama tactics ambazo siku ya Moi tulikuwa tunaona ya kwamba wanafanya kazi towards the election, kuwahadaa wananchi ama kuwafunga macho ya kwamba serikali inafanya kazi. Na unakuta ya kwamba mtu kama akona ile nia ya kufanyia wananchi kazi, anafaa akichukua usukani hivi anaanza the first 100 days amefanya kazi aina gani, ndio tunapata ile progress. Tupati zile kama sasa kuna floods, tunapata ya kwamba hawajakuwa wakiokota takataka, kumekuwa na blockages, kumekuwa na shida ya drainage. Mbona wanazifanya saa hizi? Hawakuzifanya 1 year into the election, 2 years into the election, 3 years. Sasa tuko 4 years. Ndio tunangojea kuenda next year kuchagua viongozi wengine. So tunasema hata wakifanya ile kutransfer of functions, tunakuta kama sasa wana collaborate kwa ile mambo ya maji, water and sanitation. Ndio unasema pale katika riparian land, kuna mambo ya housing and street lighting. Wanasema wataleta zile street lights. Nimeona alimwekewa ma speed limits hapo kwa barabara. Na speed limits na measures kama hizo. Na unakuta tu hii ni ya kuwafunga Wakenya macho. So wakati huu tunasema tuko kadi, na tunasema uongozi ambao haufanyii wananchi kazi, ambao unaleta tu development ya kuwafunga watu macho. Tunajua hizo tactics na tumekuwa kwa inchi na tunaelewa. So tunasema ya kwamba hata wakifanya jambo gani, what is the intention of the person? Motive, hiyo kitu tunaangalia ni motive. Roho yako inatazamia kuachieve nini katika ile development ama katika ile devolution sabotage. So tunasema ya kwamba hata wakishikana na national government, jambo la kwanza tunajua motive sio kusaidia mwananchi, ni kupata re-election katika mwaka unaokuja ama 2027. Jambo la pili, unakuta ya kwamba ile impeachment ambayo former governor Mike Mbuvi Sonko ambayo aliface na tukakuwa na ule generali Badi NMS ambaye aliweza kufanya kazi pia, lakini unakuta kuna difference between hii ya saa hii na ile ya pale, ambao walifanya kazi nyingi sana ambayo mpaka saa hizi tunaweza kuona kama ni hiyo mambo ya garbage collection. Tuliona waliokota takataka sana hapa Nairobi, mambo ya hizo cabros na mambo mingi sana waliweza kufanya, na county iliweza kufanywa efficiently, ama running of the county was very efficient and progressive. Na sasa hivi tunasema hatutaki politicians wachukue usukani ama wachukue viti za ugavana ama presidency. Tunataka leaders ambao wanaweza kuleta difference katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu ukipea politician kazi hawezi kuona ile difference ama anaangalia ile kikapu
ya revenue kama ni yake ya kibinafsi na ana politicize ile kiti. Lakini ukipea leader anaangalia kama pesa imechukuliwa hapa ama revenue collection itasaidia aje watu, itaweza kufanyia watu nini. Lakini wale ambao wanakuja wanakula kila kitu, wanasahau wananchi. So tukielect wale viongozi ambao wako na ile integrity, wako na accountability, wako na good leadership and governance, wako na utu, wanaweza kushughulikia watu na kufanya kazi ile ambao wameitwa wafanye, tutaweza kuleta mabadiliko katika kaunti yetu. Ben, tutachukua tu mapumziko mafupi, tutarejea baadaye, lakini tutakaporudi utanieleza tu your view about how Nairobi is supposed to be treated. Is supposed to be the county sama is supposed to be treated differently. Lakini kabla tuende mpumziko, mpenzi mtazamaji, kuna hapa anaitwa ni Honorable Benson Munene, anasema Dr. Ngigi, your commitment to bring professional excellence and as a servant heart to the governor's office is exactly what Nairobi needs. Anasema we are ready to walk this path with you to ensure the city becomes the true green city in the sun. Anasema we need such leaders that have brilliant minds, indeed the kind of thinking you are going to save Nairobi. Hiyo ni Honorable Benson Munene. Hapa anaitwa ni Nate Mokua, anasema Nairobi will be safe in your hands, I give you my hand. Hiyo ni Nate Mokua. Kinoti Rachel anasema Dr. Ben Ngigi tunamjua sana, he has been active in philanthropy pale Grogon for the last 7 years. Thank you. 7 years. 7 years. Yes. 7 good years. Yes. Mtu mkomo ni kwenda tole. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano Emanya mange Naboigo bwatra Nensoko TV Koigeka chingenjo chomugusi Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bware gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi
somoroberio wikiage kiomugusi nobe bokumirana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Ebagotebang'o yogoseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa ase geteseni kiago sigitegia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri korokung'a amaigerio yebibilia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwasitoranya ko batukwegera ring'ana ase obwagare na ntaria yoka nonyora matera noena amasabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoretere umurubiri bwe lesson seseni Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurigereria ayebune mutitire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogie Nsoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye Jumamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Kera majenga tara gaigeta oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngaro moijana umozu bataya mabwari Murigereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba gwikenseyemo yabotuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandagita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu naende mambe yabona ego mwanchumuliria chitaika chapto kene 35 na emo igori chinsa isano chabona mambia ichuma yende karenganga ngene tokoseni bwana niko tone tokwana amangana yobo kali obuya imeye county Nairobi torenere Dr. Ben Mainangigi uyo kuliye kergo kivu governor imeye county ya Nairobi asatebere ngaire gasiae no chiko bakora bana inchi wa Nairobi egas sierengia atari ko bwati gose ngesa kuki Ben mtu aliandika that you have been working for 7 years. Najua nimekuwa nikifikiria kitu sana helping the street children. Yes. Wengine hata wanakujua majina. Wananijua wengi sana. Wananiitaga pastor lakini sasa juu tunaingia kwa governor. Wataniita governor. Watakuita governor. Nairobi, how do you think Nairobi should be treated? Nairobi should be treated with dignity, number one.
tupate leaders who have humanity kama hiyo swala ambalo tunaongelelea. Tunakuta vijana na wasichana wengi sana wanalala hapa kwa street. Wasichana wengine wadogo tuliwapeleka kwa rehabilitation center 7 years ago. Sasa ni wasichana wakubwa wamesoma karibu wahitimu. Wengine hata wamemaliza shule. Waliingia wakiwa class 7, sasa wamemaliza form 4, wamefanya course na sasa wanafanya kazi. So Nairobi should be treated with dignity, number one. Mambo ya ufisadi, hiyo ni swala ambalo linagandamiza county hii yetu ya Nairobi na nchi yetu ya Kenya. Tukimaliza ufisadi hapa Nairobi County, tutaweza kukomboa Nairobi. Mambo ya healthcare, tunakuta watu wanaenda pale kwa hospitali, hakuna dawa, madaktari wajalipwa mshahara, wako strike pale. Hata sanitation pale, mambo ya hygiene huku unapata ni uchafu ndani ya hospitali. Tunapata watu wanatumia kitanda moja watu 3. Hizo ndio vitu ambazo tunataka kubadilisha. So daktari, the main source of Nairobi failing is because of corruption. Not only Nairobi, but this country of Kenya. If we change those leaders, or we bring in leaders ambao watamaliza ufisadi, waweze kuangalia hela hizi ni za wananchi, sio zao kibinafsi, na waweze kuexpand ile revenue collection, waweze kumaliza zile leakages, tutaweza kuendesha nchi hii yetu mbele. Daktari, what's the relationship with the Gen Zs? Mkisema mkokadi, relationship yako na Gen Zs ni ipi, na haswa your plans to work with them beyond 2027 if chosen as the governor of Nairobi? Gen Z wengi sasa hivi, hata tumeandika wengi kazi kwa sababu mimi ni mfanyabiashara. Wengi sana tumewapa kazi, create employment opportunities for them hata wakati huu. Tukiingia pale katika county kama governor ama viongozi wa county, tutaweza create new employment opportunities kupitia ile inaitwa creative arts opportunities ama development, ambapo tunakuta Gen Z wengi sana wako na talent. Unapata hata hapa Nairobi ukitembea unakuta wengi wamesimama na kamera zao wanapiga picha, wengine wanachukua video, wengine wanafanya zile densi, wengine wanachora, wameweka zile art pale. So tukifanya hiyo creative arts department ambayo tunaangazia kuleta katika kaunti hii yetu ya Nairobi, tutapata vijana wengi sana watapata kazi. Tunapata wengine wana opportunities kama SMEs, tutawacreate opportunities through partnerships. Ama pale kuna manufacturers wengi sana hapa Nairobi, more than any other county. Hapa Nairobi ndio tuko na hapa industrial area, tuko na many industrial parks. Lakini tukifanya partnerships na wale, tunauliza mtu kama pale Toasty, uko na wafanyikazi wangapi hapa? Akisema 1000, tunamuuliza county ya Nairobi inaweza kusaidia aje tufanye partnership ili uweze kuexpand kutoka pale 1000 employees uweze kufikisha 2000. Tunaweza kufanya aje kazi pamoja ili uweze kuchukua vijana wengi watoke katika unemployment. So tuko na mikakati mingi sana. Ni hizo tu ni kidogo baadhi ya zile ambazo tunaangazia, lakini tuko na mafikira mazuri sana kwa Gen Z na millennials na Wakenya kwa jumla. Labda tu kwa because of time, kwa sababu ya muda, daktari, collection expenditure Nairobi it's almost 19 billion. On source yake ambayo inakuja kidogo chini, ambayo imekusanywa inapata ni 14 billion, but expenditure yake inafika 19 billion. Hii deficit ya 5 billion imepotelea wapi? Wanasema ni corruption kulingana na KRA ambayo imeshindwa kufikisha hiyo 19 billion, lakini source unapata imekusanya 14 billion. What are your plans to see that tax is not corrupted na kama inafika kwenye system za county kwa usalama bila kupotelea hapo katikati, na labda county ya Nairobi hadi sasa zijengia digital huko county zingine tayari ziko ndani ya digital? What is your plan about that? Kuna hiyo shida ambayo kuna deficit ya revenue. Kitu cha kwanza vile umesema ni ufisadi. Tunapata sasa hivi county ya Nairobi iko na bank accounts 174 kulingana ile report ya Auditor General. Mwaka wa 2017 county ya Nairobi ilikuwa na accounts 31. So unakuta zile accounts zikiendelea kuwa mingi, pesa nyingi inaweza kufichwa pale. Na pale tunapata COB ama
control of budget, anasema wale magavana ama wale watu wa finance pale katika county wachukue authorization ya kutumia zile hela, so unakuta kuna leakages kwa zile revenues. Number 2, unapata ya kwamba pesa nyingi sana zinaokotwa kwa njia ambayo haifai, kwa sababu mtu akichukua cash na ako pale kwa ground, kama wale county askaris wanachukua parking fees, wengine wanachukua pesa pale kwa soko ama revenue collection officers wanachukua cash, na hizo ndio leakages ambazo tunasema tunataka tufunge. Kama ni land rates, land rent, pesa ile ichukuliwe katika system. Kama ni business permits, kama ni zile revenue zote ambazo ziko hapa katika kaunti yetu ziweze kuchukuliwa digitally, ili pesa ile tuiangalie na tuweze kuibudgetia vile inafaa. So hiyo deficit ya 5 billion tunaweza ikava tukipitia njia ambazo zitakuwa administrative financial administrative policies ambazo tutaweza kuimplement kufunga zile leakages ambazo ziko katika wakati huu. The county administration imekuja na system ya digital at some points, and in other counties kunapata wale maafisa ambao umetuma pale nje kuchukua tax, pia wamekuja na machine zao kivya ambazo anatumia kidogo ya county, kisha ingia kidogo zingine na channel kwa system yake. Capping such instances, what do you think you are going to do? Ya, hizo ndio baadhi za zile shida ambazo tunapitia kama sasa hapa kwa county. Mtu ako na mashini yake, akiweka kama account 2 pale, anaweka zake 2, akiweka pale 1 anaweka zake 3. So unakuta hiyo leakage ndio tunapaswa kumaliza, na watu kama wale wanafaa wachukuliwe hatua, na mashini kama zile zinafaa kuwa serialized na ziwekwe katika one system ya collection, ambapo tukiona kuna signal ambayo haifai pale katika ile counterfeit machine, hiyo mashini ule mtu ako na authorization ya kuitumia anafaa ashikwe na hukumiwe. Yes. Labda tu tukisonga kwa sababu ya wakati, daktari, relationship yako na national government, hiyo endapo umechaguliwa kama gavana, itakuwa vipi? Ile ya kuzorota, ama utakuwa umefanya kazi na serikali usawa wananchi, ama utafanya kazi na serikali kuletea wananchi mafanikio na maendeleo? Relationship yako na serikali itakuwa vipi? Sana sana itakuwa ya kuleta maendeleo, na unapata ya kwamba sasa hivi ni ngumu sana kusema hautafanya kazi na national government, kwa sababu kama ile department ya Kenya Police county haina wale Kenya Police katika mandate yao, lakini mambo ya usalama, kwa mfano tunahitaji wale polisi tufanye nao kazi pamoja, na relationship ile itakuwa ya kufaidi wananchi sana sana. Nairobi kama ni service delivery county, tunakuta mambo ya usalama, mambo ya barabara kuwajengea, kama tutakuwa na 24/7 disaster management system. Kama kuna moto mahali, kama kuna any other disaster tunaishughulikia kwa haraka. Mambo ya potholes, pothole inakaa kwa barabara kwa mwaka mzima, tutakuwa na policy ambayo inasema kama kuna pothole inashughulikiwa kwa haraka. Mambo ya hospitali, watu wakienda hospitali wanafanyiwa service ya haraka na wanatoka. Mambo ya shule, kuna county schools pale ambapo tunakuta wameshindwa kupeana free primary education, tutaweza kuleta zile programs through grants, through donor funding, through revenue subsidy, kusaidia wale ambao hawajiwezi waweze kupewa free primary education. Na tukiendelea progressively, kila mtu ambaye anasomea katika zile shule za county ya Nairobi, Mungu akituwezesha, tutaweza kuwafanyia free primary education. Tuendelee hivyo, ama tuwape zile subsidies ambazo zitakuwa cheap, hata watu wengi wataweza kuafford, ili watoto wetu wasome, watu waweze kutibiwa, tupeane service delivery street, kama street lights tuwapatie zile za solar, na mambo ya potholes, mambo ya uchumi tuweze kuangalia kama SMEs kuwa support, mambo ya unemployment, vijana wengi hawana kazi, tuweze kuabsorb katika county ya Nairobi through direct programs ama through association ama partnerships kama hizo ambazo nimekuambia. Na chapo utawapikia pia?
Chapo hatuwezi promise kwa sababu ile mashini hatukuiona. So hatukuona mashini sasa unless wanunue mashini. Wewe una plani ya kuwafikia Chapo? Sina hiyo budget ya kununua mashini ya Chapo. Hapa sasa nitakuulizia kuhusu uhusiano wako na MCS ambao umekuwa ukiadhiri magavana wengi nchini Kenya, lakini kabla ya hapo anaitwa ni Platinum Kenya, anasema I hope Nairobians are seeing how wise the gentleman is, we deserve him. Hapa anaitwa Alevi Olivia anasema vile nimeona this young man has the goodwill to help Nairobians. God bless you Dr. Ngigi Ben. Alafu huyu mwingine anasema very articulate, anaitwa Joyce Shikanga, very articulate, the leader Nairobi needs people like this. Kuna mwingine hapa anasema on behalf of the leadership of Nairobi people I stand in the solidarity with your journey to the city hall. Karibu sana. Kumekuwa na uhusiano duni sana kati ya wakilishi wadi na magavana wao na wabunge, wazina mabunge na pia vina gavana. Tukizungumzia tu mfano kaunti ya Nairobi walikuwa karibu kumtimua gavana siku chache kabla ya kufariki kwake Raila Amolo Odinga, akaingilia katikati akaweza kumwokoa Sakaja. Tutazungumzia gavana wa kaunti ya Nyamira Nyaribo, uliona juzi alikuwa mpaka kwa seneti. Tutazungumzia kaunti ya Kericho, MC na gavana kumtimua. Hatimaye magavana wa kaunti ya Meru waliweza kumtumia Kawira Mwangaza. Labda tu uhusiano wako utakuwa ule wa msuko na MC wako? Sana sana unakuta shida inatokea pale ambapo wale MCAs hawapewi ruhusa ama hawapewi ile freedom ya kufanya kazi. Kuna ile inaitwa Ward Management Fund ambayo inafaa itolewe wale MCAs waweze kufanya kazi hata pale katika ward level. So unapata ya kwamba kama MCA amegundua kuna shida fulani kama ya maji pale kama Mathare, kuna shida ya drainage, kuna shida ya takataka mahali fulani, hakuna ile channel mzuri ama system mzuri ambayo anaweza kuriport. So kwa mfano tukiingia pale katika county, tutaweka ofisi moja ambayo itaweza kuangalia maslaha ya wale MCAs ambao wanaweza kufikia yule mwananchi pale kwa ground, kwa sababu gavana anaweza shindwa kuzunguka katika ward zote pale katika kuona mwananchi, lakini kama tuko na MCAs ambao pia ni viongozi wamechaguliwa na Wakenya, wako na jukumu ya kufanyia kazi wananchi. So tukifanya uhusiano mzuri ama tukifanya kazi mzuri nao, tutaweza kusaidiana na ile pesa yao ya Ward Development Fund inaweza kutoka kwa wakati ambao unafaa, na pia management yake tutaweza kuangalia, tupeane officers ambao wataweza kufanya kazi na wale MCAs ili kila kitu iweze kufanyika kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo tutarajie uhusiano ambao ni mzuri kati yako na MCA wako ambao watachaguliwa without thinking the position, kama ulichaguliwa chini ya muungano ambao utakuwa ama ulichaguliwa kutoka muungano ambao ni pinzani, wote tutafanya kazi pamoja. Tutafanya kazi pamoja kwa sababu jukumu letu ni kufanyia kazi wananchi, sio kitu kingine kama ufisadi. Kama tunaweza kudeliver service delivery na wananchi wanaangalia service delivery, kama umefanya kazi, mbona usikuwe na uhusiano mzuri na wale MCAs na wananchi? Kwa sababu ya wakati tutamalizia tu, lakini Isaac Kemboi anasema he has a heart to serve the people. May God bless you, Daktari. Nairobi is a cosmopolitan, balanced county with all communities in there. We talk about the Kikuyu people, and talk about the Kisii people, talk about the Giriama, we talk about the Maasai, the Luya, the Wengi, the Luos, taking much a part of the county. Sijui in terms of jobs, positions and works ya biashara, utaweza aje kuensure kwamba kila mtu kutoka kila kabila ambaye anaishi Nairobi ameweza kuwakilishwa na kuwa kwenye maisha mazuri? Na labda kwa hiyo utaweza kujibu swali liko hapa ambalo hivi majuzi Gachagua amejitokeza, mkuu wa DCP akisema kwamba the community of Kikuyu is targeted hasa katika ubomozi wa vibanda ambao tumeona maeneo ya Roysambu, Gikomba na kwingine kama City Market. Sijui utazungumzia vipi swala hilo tukimalizia? Asante sana. Unapata Nairobi is a cosmopolitan city kama vile ulivyosema. So kuna kabila nyingi, tuko na 42 tribes hapa Nairobi County. Tuko na commissions more than 100
tuko na UN headquarters hapa Gigiri. So Nairobi imebeba kabila zote, imebeba watu kutoka nchi mbalimbali, imebeba viongozi wengi kutoka not only here in Kenya but hata nchi zingine jirani na zingine. So unapata ya kwamba tukiangazia mambo kama hayo hatuwezi leta ile mambo ya tribal politics, na tunasema ya kwamba tuta accommodate kila mtu, ambapo tunapata kuna wale wa Masai, kuna watu wametoka Turkana, kuna wale wametoka Kisii pale Nyamira, Migori, kuna watu wa Mombasa na kila mahali, ambapo tutaleta usawa. Kama mtu ako na kibanda yake pale anafanya kazi yake vizuri, tunaweza kumpa ile support ambayo inafaa, security anapewa, kama ni business permit analipa vizuri, na kama ni clean environment anafanyiwa, maji anapewa vizuri na kila kitu anafanya. Kama tutaweza kupeana a proper working environment, mahali mtu akikuja anapata pale nje ni pasafi, maji iko, kuna stima, kuna street lights, kuna usalama, mtu anaweza kujikimu vizuri kimaisha. Do you think the Kikuyu community is targeted kulingana na Gachagua wiki mbili zilizopita? Unakuta viongozi wako na nia tofauti tofauti, kwa sababu kiongozi kama Gachagua ana appeal to the Kikuyu community, unapata pale kuna Matiang'i ana appeal to the Gusii community, kuna Kalonzo Musyoka ana appeal to the Kamba community. So kila kiongozi ambayo ako pale katika mrengo ule wa United Opposition na ni party leader ana appeal to their own communities, na siasa ya Kenya unakuta ni tribal at that national level, kuweza kuunganisha zile kura za ile region. Lakini hiyo ni siasa ya national level ama presidency level. Kwa sababu kama governor wa Nairobi hatuwezi fanya siasa kama hiyo, kwa sababu ukienda mahali kama huko Mathare kuna 42 tribes, hawezi ongea hata lugha ambayo wengine hawezi ongea. Hawezi, kama hiyo kazi tunafanya street families, kuna Waislamu, kuna watu wa Turkana, kuna wa Kisii, kuna wa Luo, kuna wa Kamba, tunasaidia kila mtu. So hatuwezi leta, tunasema hatuna kabila, sisi ni wa Kenya. Daktari, muungano wako sijui ni upi, ni NG ama ni upi, lakini una nia ya kufanya kazi na muungano wa wote, Kenya Kwanza, Linda Mwananchi, United Alternative ya kina Gachagua na Matiang'i? Kwa sasa tunasema tuko kwa United Opposition na tunaleta uongozi bora katika nchi yetu ya Kenya ambayo utasaidia wananchi. Tunaungana na wale viongozi wengine, lakini kwa sasa sijasema ndakuwa kwa chama gani, lakini NGA tayari ni movement ambayo unafanya mikakati kukuwa na chama ambayo itasimamisha viongozi mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Nairobi hapa Gusii ni baadhi ya communities ambao wanapiga kura sana, na haswa hadi wako na MCS katika maeneo bunge kama pale Embakasi na kwingineko. Na labda tu ukimalizia zungumza na jamii ya Gusii na vile vile zungumza na wapiga kura wa kaunti ya Nairobi kwa ujumla, ukimalizia kabisa daktari. Tunawashukuru sana watazamaji wote. Mimi naitwa Dr. Ben Ngigi, nasimama kiti cha ugavana hapa Nairobi, na nawaomba kura zenyu kutoka Kisii County, Nyamira, Migori na Kisii land yote. Tunaomba kura Kenya mzima, na tunasema ya kwamba tukiingia katika uongozi hatutaangalia ati wewe umetoka wapi, rangi yako ni gani, unaongea lugha gani, unakaa vipi, lakini tutaangalia wewe ni Mkenya na wewe unapaswa upewe ile service delivery, ufanyiwe kazi na county ya Nairobi. So tunaomba kura zenyu hata next year 2027, na kwa mapenzi ya Mungu atatuwezesha kuchukua usukani na kufanya kazi bora zaidi kwa Wakenya wote, wale wa chini, wale wa juu, wale wa katikati, na kila mtu ataweza kufurahia, kila mtu ataweza kufaidika, ili lete maendeleo katika kaunti hii yetu ya Nairobi. Shukran sana, asante kwa kuchukua your very special time kuja ndani ya station zetu za Nsoko TV na kuzungumza na wananchi wa kaunti ya Nairobi, na we welcome you again, na tunakutakia kila laheri gavana.
Asante sana. Karibu tena. Thank you for having me. Twaengenero mugavana Dr. Ben Maina Ngigi kuligeruke mugavana meye county ya Nairobi teka cyabutukire 52 igore y'ichinse sano cyabona mambi tini na Kiamboria abunongo siekero mu rubiri asenchera ere ya bene kurende to mera nende chinsa chinde yitkoria nkyo cyakatisa nesta wika chinsa ikomi cyamaragoba mu rubiri cyose n'abanyango tuchiko kwana mange kero shabana yegende tego chia gweroberia kukosa ni club kereke muranga sili twalero etimu yense ya Harambee Stars ngoso ni timu yense Estonia ensa ya moya maragoba ya timu mirende menge togo chiko kwana litko elio oliankyo kurumo wechi goso n'abanyango yonkoro kwa Daniel Omwaga John Kebati amo ona Joshua Nyoma Bonsi barenge mega emenyoncho kwene kinga chibicha amona moriogi agwikere